kusamehe? Ndio. Na kwa nini kuachilia? Hapo neno kusamehe ama kuachilia, ndio, tafsiri rahisi ni kusafisha moyo, ndio, yale mafundofundo yapate kuondoka kabisa. Ni kusafisha moyo, ndio, vile vinyongo viondoke kabisa. Ni kusafisha moyo, yale makandokando yaondoke. Katika kitu muhimu duniani, ndio, ni moyo kuutunza. Nani ananisikia? Sema amina. Amina. Wengi maombi yao hayasikiwi na Mungu. Ndio. Wengi maombi yao hawajibiwi, ni kwa sababu kuna watu wamewashikilia ndani ya moyo, hawajawaachia. Na wale watu wamegeuka ukuta, maombi yako hayajibiwi kabisa. Nani ananisikia? Sema amina. Amina. Mwangalie jirani, muulize tuko pamoja? Tuko pamoja. Nimesema ndio, kusamehe na kuachilia, ndio, ni ile hali ya kusafisha moyo. Ndio. Yale yaliyojaa ndani ya moyo yaondoke. Yale yaliyokaa vifurushi vya ndani ya moyo viondoke, moyo ubaki mweupe kabisa. Sema tena amina. Amina. Mungu anapotaka kujibu mtu, huwa anauangalia moyo kabisa. Maandiko yanasema maandalio ya moyo ni yako mwanadamu kabisa. Unapoenda kukutana na Mungu kwenye ibada, je, moyo wako umeuandaaje? Hapo kabla kusema Yesu niponye, Yesu niguse, moyo wako umeuandaaje? Hapo je, upo safi kukutana na Mungu? Yes. Sema amina upate kubarikiwa. Amina. Mguse jirani, mwambie mwalimu anafundisha. Mwalimu anafundisha. Mwambie mwalimu anafundisha. Mwalimu anafundisha. Wengi wanaingia kanisani na matatizo yao kabisa, na wanatoka vile vile na matatizo yao, na wanaanza kulaumu madhabahu. Hapana Mungu. Kumbe wao moyo wao na mafundofundo kabisa. Aliwahi kutendwa na mwanaume enzi huko kijana, mpaka leo kamshikilia yule. Anasema yani Frank alichonifanya, ndio, sitakuja kumsahau. Wanaume wote ni hapana. Hilo ni Frank lako ndio hilo. Wengine sio kabisa. Sema tena amina. Amina. Mwachie yule wa kwako kabisa. Mungu akuletee mwingine aliye baraka. Amina. Mungu huwa ampe mtu ambaye ameshikilia kitu. Hapana. Huu mkono wangu ulioshikilia maiki, ukitaka kupokea kingine, ni lazima uiachie maiki uwe huru kabisa. Ndio Mungu akupe kingine. Yes. Nimekuombea Mungu akupe neema kuachilia ndani ya moyo wako. Nimekuombea Mungu akupe moyo wa kusamehe. Pokea kwa jina la Yesu. Adui amewakamata watu wengi kwenye kusamehe. Ni kweli. Mioyo yao imeshikilia, inatamani kisasi kabisa. Mioyo yao imeshikilia, inatamani mapambano. Mioyo yao imeshikilia, inatamani mashindano. Nyamaza kimya na Mungu akusaidie. Utaziona baraka zake. Yes. Amen. Katika kitu kigumu duniani, ndio, ni kusamehe. Ni kweli. Yesu kabla hajafa, aligeuka akasema, Baba, wasamehe maana hawajui walitendalo. Yes. Ndio maana tumeokolewa kwa neema kabisa. Neema imetoka wapi? Ni baada ya Yesu kusema wasamehe kabisa. Manake asingesamehe sisi tungehukumiwa. Ni kweli. Jifunze kusamehe utabarikiwa. Amina. Jifunze kuachilia utabarikiwa. Jifunze kusafisha moyo. Mungu anauangalia moyo wa mtu. Ni kweli. Jirani alikukwaza, mwachie. Shangazi alikukwaza, mwachie. Mjomba alikukwaza, mwachie. Ili Mungu akutane na wewe kabisa. Sindikiza na vigelegele na makofi kwa Bwana. Yes. Kitendo cha kusamehe ndio, ni kusafisha moyo kabisa. Kusafisha moyo, baki kuwa na nafasi. Yes. Na moyo ukiwa na nafasi, uwepo wa Mungu unashuka hapo. Uwepo wa Mungu unashuka hapo kabisa. Natamani nikutoe mahali pamoja, ili uende ukabarikiwe. Amina. Kitabu cha Mithali 4:23 na 24. Mithali 4:23 na 24 tusome. Mithali 4:23 mpaka 24. Ndio. Roho Mtakatifu atusaidie kulielewa neno. Amen. Neno la Bwana linasema, ndio, linda moyo wako. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Kuliko vitu vyote
Sema tupone Baba. Yes. Linda moyo kuliko yote uyalindayo kabisa. Maana huko kwenye moyo ndiko zitokako chemichemi za uzima. Uzima wa mtu upo ndani ya moyo wake kabisa. Uzima wa uchumi wa mtu upo ndani ya moyo wake kabisa. Sema tena amina. Amina. Achilia ndani ya moyo wako ili moyo utengeneze uzima wa watoto wako. Amina. Uzima wa hatima wa watoto wako upo ndani ya moyo. Uligombana na baba yao, mwachie ili watoto wako wawe na uzima. Uligombana na baba, mwachie ili hatima yako iwe njema. Mungu akusaidie kusamehe. Mungu akusaidie kuachilia. Sindikiza na makofi na kunyelekea kabisa. Barikiwa kwa jina la Yesu. Yes. Nisikilize kwa makini. Ndio. Yesu ameniambia niseme na Watanzania kabisa. Baraka za watu wengi haziwafikii ni kwa sababu ndani ya moyo kabisa chemichemi zimeziba. Haziflow vile inavyotakiwa kabisa. Chemichemi zimezuiliwa. Yesu anapotaka kuja kukuponya anakuta umemshikilia mama Hadija. Mama Hadija kisha alisema umesuka nywele za kizamani na wewe umemshikilia hapa. Hivyo. Yesu alitaka kuja kukuangalia umemshikilia mume. Kisha alikukosoa umepika marage hajaiva vizuri na wewe umemshikilia. Kisha uliomba hela saluni amekunyima na wewe umemshikilia kabisa. Si umelogwa wewe? Kabisa. Jifunze kuachia na Mungu akubariki. Amina, napokea. Yes. Yesu akaniambia akaseme na Watanzania. Yes. Wengi wanaingia kwenye makanisa ndio na hawaponi kwa sababu ndio mioyo yao imekamatwa kabisa. Shina la uovu limechipua. Ndio maana maandiko yanasema usiache hasira ikakaa na wewe mpaka jua likazama kabisa. Shina la uovu lisije likachipuka pale. Nyuma ya hasira kuna roho ya maafa kabisa. Kuna roho ya mauti iko pale. Kuna wamama wameharibu ndoa kwa sababu ya hasira kabisa. Hasira ilipompanda akaropoka maneno ya ovyo kabisa. Baada ya kupewa sasa hivi anakaa hivi anajuta. Jamani, ipo. Baada za makofi na kunyelekea kwa Bwana. Yes. Kuna watu wanadharaulika kwenye jamii. Kisa alipandwa na hasira akatukana matusi. Watu wakasema huyu ni mkubwa lakini hana hekima. Kabisa. Hana nini? Hekima. Kinywa chake ni kichafu. Yes. Hatutakujaji kwamba ni hasira. Tutakuangalia wewe. Kabisa. Tutakuangalia wewe. Kabisa. Mithali anasema hasira ukaa kifuani kwa mpumbavu. Yes. Kwa nini hasira inakaa kifuani kwa mpumbavu? Manake moyo wake unahifadhi kinyongo. Ukihifadhi kinyongo, shina la uovu linachipua. Shina la uovu likichipua, adui anapata nafasi pale. Analeta maafa. My Lord. Niliwahi kushuhudia kijana amepoteza kazi. Ndio. Kisa bosi alimfokea, akakasirika. Unanifokea kisa kampuni yako? Naacha kazi. Kaacha. Alikwenda kupata kazi, alafu anaona aibu kurudi kuomba msamaha pale. Niguse jirani, ukikosea unaomba msamaha. Jirani. Amen. Leo nisikilize tu. Kabisa. Yesu anakusaidia. Nisikilize tu. Amen. Nimesema nimevaa sura ya ualimu. Ndio. Nimevaa sura nini? Ya ualimu. Ya ualimu ni kufunze. Kabisa. Kazi ya mwalimu ndio ni kusahisha makosa. Ndio. Mtoto akikosea, daftari la mwalimu anakuja na peni nyekundu na cancel. Hapo umefanya sivyo. Ndio. Itakiwa ufanye hivi. Amen. Sema tena amina. Amina. Na kwa sababu Mungu amenipa karama ya ualimu, ndio nataka nikufunze. Kabisa. Biblia inasema linda sana moyo ndio kuliko yote uyalindayo. Kabisa. Maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Endelea mstari wa 24. Mstari wa 24 nasema. Inasemaje? Kinywa cha ukaidi ukitenge nawe. Acha mambo ya ukaidi, acha kushindana kabisa. Endelea. Na midomo ya upotovu uiweke mbali nawe. Inua mikono yako popote uliposema Bwana Yesu. Kinywa cha ukaidi ninakitenga mbali nawe.
Bwana Yesu, midomo ya upotevu isiniambatanie, iniachie kwa damu ya Yesu. Sindikiza na makofi mazuri kabisa. Siri ya kuinuka ndio imekaa hapa. Amen. Ukinisikiliza unabarikiwa kabisa. Sema tena amina. Amina. Siku moja Yesu aliwatolea watu mfano akasema, ndio, kulikuwa kuna watu wawili. Ndio. Mmoja ni Mfarisayo, mwingine ni Amen. Sasa mimi wale watu wawili sitaki kuwatamka Mafarisayo, sababu Mafarisayo washakufa. Kabisa. Sema tena amina. Amina. Mmoja ni Frenki, ndio, mwingine ni Macha. Amen. Walienda eneo la ibada. Ndio. Macha alipoenda, ndio, akaanza kujipiga kifua. Bwana ananifahamu mimi ni mwema. Amen. Jumanne, Ijumaa, Jumapili nipo kanisani. Yes. Ninatoa sadaka. Ndio. Natoa fungu la 10. Yes. Ninaimba mimi nikianza kuomba na nena kwa roga. Ndio. Rika mpaka midomo inauma. Zote. Amen. Ninafunga kwa wiki mara 2. Ndio. Mimi hapa. Amen. Ninajua vitabu vyote. Ndio. Ukiniambia Mathayo 7 inasemaje, nakwambia ombeni nanyi mtapewa. Kabisa. Sala ikoje? Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Amri 10 za Mungu nazijua, usiibe. Amen. Navijua vyote. Mimi si kama Frenki kabisa, kwa sababu Frenki ni mtoza ushuru, anaibia watu. Mimi ni mkamilifu kuliko yule. Amen. Akamaliza sala yake anajivuni. Akaja mwingine akapiga magoti akasema, Bwana Yesu, mimi si kitu mbele zako. Kabisa. Inawezekana nakosea kwa kujua ama kwa kuto kujua. Mimi si mkamilifu. Kabisa. Usinihesabie maovu. Amen. Usinitie kwenye hatia. Kabisa. Naomba uniokoe Bwana Yesu. Yes. Nimekutenda dhambi nyingi, lakini samehe. Amen. Samehe. Zote. Niko mbele zako hapa, nahitaji nikutane na uso wako. Ndio. Yesu akageukia watumishi wake akasema, sala ya yule aliyekuwa anaonekana ni mbaya, ndio, ina nafasi kubwa ya kupokelewa. Kabisa. Wakajiuliza kwa nini? Akasindikiza na neno moja akasema, ndio, yeyote ajikwezae, ndio, huwa Mungu anamshusha. Kabisa. Kumbe siri ya kufanikiwa, ndio, siri ya kufanikiwa imekaa hapa kwenye kujishusha. Kabisa. Hata ukikosewa wewe, usijaribu kupanda kupita kiasi. Hapana. Sema tena amina. Amina. Sema tena amina. Amina. Usijaribu kuonekana una sauti mtaa mzima. Hapana. Kuna mwingine akikanyagwa tu kidogo, mimi Mama Kalemba. Nataka niwaonyeshe upande wangu wa pili. Mimi ni waukelewe. Kule kwetu ukelewe ni ngumi mkononi hapa, nikikichafua niombeni msamaha haraka, yani kabla hajapanda ya ugelewe. Amen. Natutishia na vya ukelewe. Sema amina. Amina. Hata ukikosea, ndio, jishushe. Kabisa. Mungu anakuhesabia haki. Amen. Anayejikweza, ndio, huwa Mungu anamshusha. Kabisa. Anayejishusha, ndio, Mungu anamhesabia haki. Kabisa. Ya kumuinua. Yes. Ili andiko linapata nguvu wapi? Maandiko anasema humuinua mnyonge kutoka wapi? Mavumbini. Aliyejishusha ndio Mungu huenda kumuinua pale. Mungu hapendi mtu mwenye majibizano. Kabisa. Piga makofi kama hauna majibizano. Amen. Muangalie jirani yako, kiona anafanya hivi, jua anapenda majibizano. Muangalie usoni. Afu mwambie acha. Acha. Yes. Amen. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Moyo. Yes. Jifunze kusamehe. Amen. Jamani, jambo dogo linaweza likakufanya ukaingia kanisani, ndio, na usipokee. Kabisa. Ukisoma kitabu cha Ayubu 1 ukiendelea nayo, ndio, maandiko yanasema Ayubu alikuwa anatoa sadaka mpaka za watoto wake.
Yaani akitoa sadaka za kwake na anawapa na watoto, lakini bado yeye kama mzazi anawashikia sadaka. Anasema Mungu, isije ikawa mtoto wangu amefanya dhambi kule, ndio ile dhambi ikaleta mapigo ndani ya familia. Ninaomba rehema juu ya watoto wangu. Wewe mama, uliwahi kuomba rehema juu ya mtoto wako? Mtoto anakuja na simu kubwa na hana kazi, hana pesa kumudu kununua simu kubwa. Mama unachekelea, mama kuja tuone, ndio unapiga picha, unajiangalia, inaonekana kumbe na kipele hapa. Mama mtoto anakuja na makuku, anakuja na mapaja ya kuku. Wewe ndio unaanza kuulizia pilipili iko wapi? Kwa nini usiulizie zimetoka wapi? Amen. Amefanya kazi wapi mpaka kapata haya mapaja ya kuku? Kabisa. Mnaleta dhambi ndani ya nyumba. Yes. Mnaleta dhambi ndani ya nyumba. Mimi simpendi yule mama ambaye ndio binti akipata mimba ndio anamsaidia kutoa ili binti yake aonekanike bado binti. Kumbe yule binti ni mama wa marehemu. Kabisa. Tayari ni mama wa marehemu. Amen. Leo ukimsaidia kutoa, ndio kesho ataona kumbe mama ana support hiki, ndio atoe tena. Kabisa. Ukimchapa akitoa ya pili atakuuliza mbona ya kwanza tulitoa wote? Yes. Tuchapane basi, mimi na wewe tuchapane. Amen. Yesu akusaidie. Amina. Yesu akusaidie. Amen. Moyo. Yes. Jifunze kusafisha moyo. Amen. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 15 mstari wa kwanza, Luka utasoma na mstari wa 4. Soma hapo. Kumbukumbu la Torati 15. Ndio. Mstari wa kwanza. Maandiko yanasemaje? Kila miaka 7 ya mwisho wake. Kila miaka 7. Mwisho wake. Fanya maachilio. Amen. Endelea. Na jinsi ya maachilio ni hii. Kila mkopeshaji ndio na akiacha alichomkopesha. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Mstari wa 4. Mstari wa 4 unasema lakini hawatakuwako maskini kwenu. Hawatakuwako maskini kwenu. Ni baada ya nini? Baada ya kufanya maachilio. Kabisa. Unapokea umaskini ndio ni kwa sababu kuna vitu umevishikilia. Kabisa. Watanzania, jifunzeni kusamehe. Ndio. Jifunzeni kuachilia. Kabisa. Jifunzeni kuacha mambo yaliyowakwaza. Yes. Jifunzeni kuachilia vile vinyongo. Kabisa. Na Mungu atawabariki. Amina. Mnapoteza baraka za Mungu kwa kuendelea kutafuta ushindi wa kimwili. Kabisa. Wakati maandiko anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kabisa. Nani amenisikia? Sema amina. Amina. Usishindane. Hapana. Sema ehe. Kuna muda ndio adui akikukosa rohoni, ndio akikutumia uchawi ukashindikanika, ndio akakutumia uganga ukashindikanika, yes, akakutega mailizi ukavuka, akakutega vibuyu ukavuka, ndio huwa anatumia mdomo kukushambulia. Kabisa. Lengo la kutumia mdomo, anakuchokonoa ili uache maombi, uanze kushindana naye kwa mwili. Kabisa. Nani amenielewa? Sema amina. Amina. Itambue hiyo ni vita ya rohoni. Kabisa. Yeyote anayeanzisha vita, jiulize nyuma ya haya maneno kuna ajenda gani? Kuna roho gani? Unaweza ukawa unaenda kanisani, ikaibuka lichawi inakwambia huko umepotea. Kabisa. Wanakutapeli. Jiulize una shilingi ngapi wewe mpaka utapeliwe? Sema tena amina. Amina. Achana na wewe uchawi. Itambue mbinu ya kichawi. Wale wameshindwa ndio maana wanakusema vibaya. Lakini wewe cheo ushindwe na ukapata wenyewe kwa jina la Yesu. Napokea. Yes. Asema amina. Amina. Jifunze kuachilia. Amen. Jifunze kusamehe. Amen. Na Mungu anakubariki. Amina. Mioyo ya mama wengi ilijeuliwa miaka ya nyuma mpaka leo wameshikilia hapa. Ndio. Kuna mtu anasema mimi ndio nimekusamehe baba watoto. Ndio.
Baba Kichogo, nimekusamehe. Yes. Ila Baba Kichogo, ndio sitakuja kukusahau mpaka nakufa. Kwa ulionitenda Baba Kichogo, ndio ajisema Baba Kichogo, nimekusamehe. Ndio. Ila sije kukusahau Baba Kichogo. Na kweli akitembea akimuona Baba Kichogo leo anatoka. Amen. Acha. Fungua moyo na Yesu akusaidie. Kabisa. Fungua moyo na Yesu akusaidie. Kabisa. Linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Yes. Maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kabisa. Watanzania, nendeni mkaisome ile sala Baba yetu uliye mbinguni. Ndio. Nenda kaisome vizuri. Ndio. Kuna mahali ukisema ukiendelea mbele anakwambia utusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamee walio nini? Tukosea. Usitafute kusamehewa wewe kabisa, wakati wewe wengine hauwasamei kabisa. Yes. Sielewa hapo Amen. Usitamani wewe usamehewe ndio wakati wewe au wengine hauwasamei kabisa. Amen. Mungu anakaa hapa. Nifunze kuacha moyo. Yes. Sema tena amina. Amina. Kuna mahali niende afu na kurudia mahali fulani. Amen. Mungu ndio ana viti vya enzi sehemu 3. Amen. Na hapo kinisikiliza kuna mahali utaelewa. Amina. Mungu ndio ana viti vya enzi sehemu ngapi? 3. Sehemu 3. Amen. Sehemu ya kwanza kiti cha enzi ndio ni mbinguni. Amina. Ambapo kile kiti cha enzi ndio kimezungukwa na wazee 24 na wenye uhai 4. Ambao hao wenye uhai 4 ni hizi Injili. Mathayo, Luka, Marko na Yohana. Kabisa. Mwenye uhai wa kwanza ana sura ya simba, mwingine ana sura ya dubu, mwingine ya binadamu, mwingine ya tai, wako hivyo. Amen. Sema tena amina. Amina. Kile ni kiti cha enzi ndio ambacho kina umeme. Yes. Sema amina. Amina. Kiti cha enzi cha pili cha Mungu ndio ni ndani ya moyo wa mtu. Kabisa. Maandiko nasema ndio hamjui miili yenu nyie ni hekalu la Roho Mtakatifu. Amen. Mtu akiliharibu hilo hekalu na Mungu atamharibu yeye pia. Kabisa. Mungu hawezi kukaa kwenye masikio. Amen. Anakaa ndani ya moyo. Kabisa. Sema tena amina. Amina. Uchawi unashambulia moyo wa mtu, unambadilisha. Ule moyo wa kibinadamu unaondoka, anavaa moyo wa mnyama. Amen. Na Mungu anakuja kukamata moyo. Sema amina. Amina. Anakubadilisha moyo wa kibinadamu, anakupa moyo wa kufanana naye. Kabisa. Nani amenisikia? Sema amina. Amina. Hebu shika moyo wako, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, badilisha mwili wangu niwe ni hekalu la wewe kukaa kwa damu ya Yesu. Sema Yesu, ninaomba nisaidie kukaa ndani ya maisha yangu. Sema Bwana Yesu, ninaomba nisaidie kukaa ndani ya maisha yangu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, kuanzia sasa nisaidie moyo wangu ufunguke kwa damu ya Yesu. Piga makofi mazuri kabisa. Amen. Yesu awasaidie. Amina. Yesu atusaidie. Yesu atusaidie. Yesu awasaidie. Amen. Kiti cha enzi cha kwanza kiko juu. Ndio. Cha pili kiko kwenye moyo wa mtu. Kabisa. Cha tatu ni madhabahu. Amen. Soma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 12. Ndio. Anakwambia mahali nitakapopachagua mimi ili niliweke jina langu katikati ya kabila za watu ama jamii za watu. Ndio. Elekezeni nyuso zenu kule. Ndio. Na maombi yenu kule. Yes. Na sadaka zenu kule. Ndipo pale utakuta kuna sadaka kuinuliwa. Sadaka ya amani. Ndio. Sadaka ya kuteketezwa. Yes. Na sadaka ya ufungulivu. Amen. Utazikuta pale zimeelezewa. Kabisa. Sema tena amina. Amina. Yesu akukumbuke, akubariki. Amen. Unakosa majibu kwa Mungu. Ndio. Maombi yako yanakosa kibali. Ndio. Ni kwa sababu. Amen. Maombi yako yanakosa kibali. Ndio. Ni kwa sababu. Yes. Wewe kuna vitu ndani ya moyo wako vipo. Maombi yako yanakosa kibali. Ndio. Ni kwa sababu
maombi yako kuna vitu ndani ya moyo kabisa kabisa. Mpige Yesu makofi mazuri kabisa. Amen.